Verse number 36. Tunasoma mstari wa 36. The Bible says, Biblia inasema, but about that day or hour, kwa habari ya siku ile na saa, no one knows, hakuna ajuaye, not even the angels in heaven, hata malaika mbinguni, nor the Son, wala mwana, but only the Father, ila Baba peke yake. as it was in the days of Noah, Kama ilivyokuwa wakati wa Noa, so it shall be at the coming of the Messiah. ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. For in the days before the flood, Kwa maana siku zile kabla ya gharika, people were eating and drinking, watu walikuwa wakila na kunywa, marrying and giving in marriage, wakioa na kuolewa, up to the day when Noah entered the ark. mpaka siku ile Noa alipoingia kwenye safina. Beloved people, Watu wapendwa, the Lord Jesus promised to come back, Bwana yetu Kristo aliahidi kurudi, that he may take you and me to the kingdom of heaven. apate kukuchukua wewe na mimi katika ufalme wa But Mungu. the Bible says, Lakini Biblia inasema in the book of Matthew chapter number 24, katika kitabu cha Mathayo 24:36, verse 36, he says, mstari wa 36 anasema, about that day of the coming of the Messiah, lakini siku hiyo ya kuja kwa Masihi no one knows about it, hakuna ajuaye, not even the angels, hata malaika mbinguni, even the Son does not know, hata mwana mwenyewe hajui. only the Father knows about that Ni day. Baba peke yake anayejua hiyo siku. And the Lord gives us an example here Na Bwana anatupea mfano hapa about the days of Noah. kwa kuhusiana na siku za Noa. Hallelujah. Haleluya. And the Bible Na says, Biblia inasema during the days of na Noah, kwamba wakati wa siku za Noa people are living a normal life. watu walikuwa wanaishi maisha ya kawaida. Actually, they were marrying and giving in marriage. Hata hivyo walikuwa wanaoa na kuolewa, They were selling and buying. walikuwa wanauza na As kununua. we can see happening today and right now. Jinsi tunavyoona inavyofanyika leo na sasa, People are living a normal life watu wanaishi maisha ya kawaida until Noah entered the ark hadi Noa alipoingia katika and the safina floods came. na mafuriko yakaja. Let us read again the book of Luke chapter 17. Wacha tusome tena katika kitabu cha Luka 17. We are reading verse 26 to 32. Tunasoma mstari wa 26 hadi 32. Luke 17. Kitabu cha Luka 17. Luke 17 Luka 17 verse 26. mstari wa 26. You can open with me, beloved people. Unaweza fungua pamoja nami, watu wabarikiwa. We can read together. Tunaweza soma pamoja. The book of Luke chapter 17 Kitabu cha Luka mlango wa 17 verse number 26. mstari wa 26. The Bible says, Biblia inasema, just as it was in the days of Noah, kama ilivyokuwa siku za Noa, so also will it be in the days of the Son of Man. ndivyo itakavyokuwa katika siku za mwana wa Adamu. Hallelujah. Haleluya. He says, Anasema people were eating, watu walikuwa wakila, drinking, marrying and being given in marriage, wakila, wakinywa, wakioa na kuolewa, up to the day Noah entered the ark. mpaka siku ile Noa alipoingia katika safina. Then the flood came and destroyed them all. Gharika ikaja na kuangamiza wote. Beloved people, Watu the wapendwa, Bible says, Biblia inasema the day of the coming of the Messiah siku ya kuja kwa Masihi is like the day of Noah. ni kama siku ya The Noa, days of Noah. kama siku za Noa. Noah found favor with the Lord. Noa alipata kibali na Bwana, And the Lord gave him a privilege to build an ark. na Bwana alimpa tunku ya kujenga safina. He built the ark for 120 years. Alijenga safina kwa miaka 120, And he went announcing to people, na alienda akiwatangazia watu telling them that repent from your sins. na akimwambia kwamba tubuni kutoka kwa dhambi Because the zenu, Lord is coming to kwa judge. sababu Bwana anakuja kuhukumu. He announced for 10 years, no one listened. Alitangaza kwa miaka 10, hakuna He aliyesikiliza. had announcing to them Alikuwa anawatangazia that repent from your sins. ya kwamba tubuni kutoka katika Repent dhambi from zenu, your wickedness. tubuni kutoka katika uasi, Because the floods are coming. kwa sababu gharika The inakuja. Lord is coming to judge. Bwana anakuja kuhukumu. For 10 years nobody Kwa listened. miaka 10 hakuna aliyesikiliza. Actually they were mocking him. Hata hivyo walikuwa wakimdhihaki. He continued for 20 years Aliendelea kwa miaka 20 announcing the judgment of God akitangaza hukumu ya and Mungu proclaiming repentance. na akitangaza toba, But nobody
walisikia, they did not repent, hawakutubu, and they did not turn away from their sin. hawakugeuka kutoka kwa dhambi Noah zao. continued preaching to them repentance. Noa alizidi kuwahubiria For toba 100 years, kwa miaka 100. Noah continued preaching repentance. Noa alizidi kuhubiri For toba 110 years, kwa miaka 110. Noah continued preaching repentance. Noa alizidi kuhubiri For toba 120 years, kwa miaka 120. Noah continued preaching repentance. Noa alizidi kuhubiri toba, And the Lord instructed Noah na Bwana akamwagiza Noa to get in the ark. kuingia katika safina. And beloved people, Na watu wabarikiwa, he even invited the people to enter the ark, hata aliwaalika watu waingie katika hiyo safina, but they refused to enter the lakini ark. walikataa kuingia katika hiyo safina. They were mocking him Walikuwa wakimtusi because it was sunny, kwa sababu ilikuwa ni jua kali, it was dry. ilikuwa kumekauka, And they said the rain is not coming. na wakamwambia kwamba mvua haikuji. Now, beloved people, Lakini watu wabarikiwa, when Noah entered the ark, wakati Noa aliingia katika the safina, Lord himself shut the door. Bwana mwenyewe alifunga The mlango. Lord himself shut the door. Bwana mwenyewe alifunga And mlango, nobody was able to come in. na hakuna mtu ambaye aliweza And it kuingia, started raining na kukaanza kunyesha for 40 days and 40 nights. kwa usiku 40 na mchana 40. It rained. Kukanyesha, And people were running away from the floods. na watu walikuwa wakikimbia kutoka kwa They mafuriko. went to the hilltops. Walienda juu ya milima, They went to the tops of their houses. walienda juu ya paa ya nyumba zao, They were running away from the floods. walikuwa wakitoroka mafuriko, But they could not hide from the wrath of God. lakini hawangeweza kujificha kutoka kwa ghadhabu ya Bwana. Hallelujah. Haleluya! And the Bible Na says Biblia inasema they were finally destroyed. hatimaye waliangamizwa. But beloved people, Lakini watu wabarikiwa, the Bible says Biblia inasema that the day of the coming of the ya Messiah, kwamba siku ya kuja kwa the Masihi, day of the Son of Man, siku ya mwana wa Adamu, is like the days of ni Noah. kama siku za Noa. People will live a normal life. Watu wataishi maisha ya kawaida, They will be marrying and giving into marriage. watakuwa wakioa na kuolewa, They will be selling and buying. watakuwa wakiuza na kununua. It will be normal life. Itakuwa maisha ya kawaida, And the Bible says na Biblia inasema the day will come like a thief. ya kwamba hiyo siku itakuja kama mwizi, And nobody will be expecting it. na hakuna mtu atakayekuwa akiitarajia. Beloved people, Watu wabarikiwa, the people of Isinya watu wa Isinya, have come to announce to you nimekuja kuwatangazia that the Messiah is coming. ya kwamba Masihi anakuja, And that day is not known. na hiyo siku haijulikani. Only the Father knows about that Ni day. Baba peke yake anayejua hiyo siku, And that day, na hiyo siku knowing that it is not known, ikiwa kwamba haijulikani, that should shape how you live your lifestyle on the earth here. inafaa uzingatie mtindo wa maisha yako katika Every ulimwengu time you huu. should be ready, Kila wakati unafaa uwe tayari, walking in holiness ukitembea katika and utakatifu in na righteousness. katika uhaki, Because any moment, kwa sababu wakati the wowote Messiah will come. Masihi atakuja, The Messiah will come. Masihi atakuja, Because I see you are living a normal life. kwa sababu ninaona mnaishi maisha ya You are kawaida, living a Christian, you are living a casual Christianity. mnaishi Ukristo wa kikawaida. You are in sin and you are in sin in the course of the week. Uko katika dhambi katikati ya On wiki. Sunday you go to church. Jumapili unaenda kanisani, You are still in miniskirts. bado uko katika milina ngoma. The Bible says Biblia inasema no sin hakuna dhambi that will enter the kingdom of heaven. ambayo itaingia katika ufalme wa Mungu. Beloved people, Watu wabarikiwa, read with me the book of Revelation, soma pamoja nami katika kitabu cha Ufunuo chapter 20. mlango wa 20. I will read verse 11 onward. Nitasoma mstari wa 11 kuendelea.